Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wasikilizaji mnaotufuatilia kwenye vipindi vyetu, leo tupependa tukumbushane kipengele muhimu sana ambacho mara nyingi kinaleta mzozo katika jamii yetu na kinaleta vurugu kubwa sana katika jamii yetu. Kipengele hicho ni cha walii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwenye masala ya ufungishaji wa ndoa, la nikaha ila biwali wa shahidai adili, kwamba ndoa haitakubaliwa isipokuwa awepo walii na mashahidi wawili waadilifu, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa kipengele cha walii ndio ambapo tunataka tupazungumzie. Walii huwa ana sifa zake ambazo zimeainishwa na sheria, lakini sipo kwenye kuelezea sifa zake kwa sababu ni mlango mpana sana. Nipo hapa kwenye walii ambapo mtoto huyu amezaliwa nje ya ndoa, kwamba huyu mwanamume amezini na huyu mwanamke kabla ya kuoana, akapatikana mtoto. Sasa shida zinakuja kipindi mtoto huyu anataka kuolewa. Huyu baba aliyesababisha mtoto huyu kupatikana nje ya ndoa analazimisha, mimi lazima nifungishe ndoa kwa sababu mimi ndio baba yake. Tuwakumbushe umma wa Kiislamu kwamba dini ya Uislamu ni dini yenye utaratibu maalumu, utaratibu ambao umefundishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wewe ambaye umemsababishia mtoto huyu kuwa ni wa nje ya ndoa, hauna haki ya kuwa walii. Uliza mashehe kwamba ni nani sasa anapaswa kusimamia utaratibu huu. Yawezekana kama kuna kadhi atasimamia jambo hilo yeye kama walii wa kuozesha mtoto yule. Na kama ni thayib au kwamba ameshakuwa ni mtu mzima, anaweza yeye akapendekeza mtu yoyote ambaye mimi nampendekeza shekhi fulani anisimamie ndoa yangu hii. Lakini wewe baba ambaye umemzaa mtoto huyu nje ya ndoa, sheria haikutambui, kwa maana hauruhusiwi kuifungisha ndoa hiyo. Tunasema haya kwa sababu sehemu nyingi sana zimekuwa zikileta vurugu na kelele. Unamkuta mzee kashavaa koti lake, kavaa kofia yake nzuri, anasema mimi ni mwanangu na mimi ndio nitakayeozesha. Sasa hatuwezi tukafata matakwa yako tukaharibu ndoa, kwa sababu ndoa ni jambo la kisheria ambalo limewekewa utaratibu maalum. Kwa hiyo nainasihi nafsi yangu na kuwakumbusha umma wa Kiislamu kwamba ndoa ni ibada ambayo ina utaratibu wake maalum. Wewe ambaye umemsababishia mtoto huyu kuwa nje ya ndoa, hauruhusiwi kufungisha ndoa hiyo. Waite mashehe waeleze, wao watajua wanapita utaratibu upi. Na uwe mwazi. Kuna wengine wanaficha kabisa. Kuna ndoa waishawahi kuhudhuria akasema mimi nimemzaa ndani ya ndoa, lakini kipindi ndoa hii inafungishwa mmoja akamtonya shekhe, anambia bana, huyu tunamjua kamuoa mwanamke huyu, mwanamke kashapata mimba. Kwa bahati nzuri shekhe akasema hili jambo haliwezekani na hilo jambo halipo. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa nasaha zangu za leo, kwamba wewe baba ambaye umemsababisha mtoto huyu kuwa nje ya ndoa, tafadhali kaa mbali kabisa. Sheria haikutambui kwenye jambo hili la kumuozesha. Mambo mengine haya, kumpa elimu, kumsomesha, kumpa hiba na vitu vingine ni jambo zuri, Uislamu unakutaka ulifanye hilo. Huo ndio ukumbusho wangu wa leo. Wabillahi tawfiki wa hadha, salamu alaikum wal afwa minkum.